Okay, naitwa Jacqueline Mafuru, ni makeup artist, niko Arusha, biashara yangu inaitwa Bongo Makeup House, Arusha. Kwanza ilikuwa iko Dar, ndio maana ikaitwa Bongo Makeup House. Kwa nilivyo move Arusha, nimebadilisha naitwa Bongo Makeup House Arusha, na napatikana makao mapya nyuma ya Arusha Technical. Na miaka 35. Mlevi wangu ya elimu secretary. Yeah, certificate. Pale ndo nilipoishia na nikaanza biashara. Unajua ukiwa mtoto, okay, familia yangu wengi ni wanasheria. Kwa hiyo nilikuwa nafikiria nitakuwa mwanasheria, lakini sio kwamba nilikuwa napenda sana urembo. Yeah, kwa hiyo ndoto zangu nilikuwa Miss na nikashiriki na Miss. Kwa hiyo those ndo ndoto zangu. Mpaka Miss Tanzania nilienda. No, Miss Tanzania sikufika. Nilikuwa Miss Mbeya nikaenda Miss Tanzania, lakini sikuingia hata top 10. Okay. Kiufupi ni kwamba safari yangu ya biashara ilikuwa ni ndefu, haijaanza leo wala juzi. Imeanza muda mrefu sana, tangu 2003 ndio nilipoanza mambo ya biashara, mambo ya urembo. 2003 2004 nilianza na saluni, baadaye nikaacha saluni, nauza nguo tu kutoka Kariakoo, nachukua nguo zangu Kariakoo naweka na watu wakawa wananunua. Nilikuwa na kisaluni kidogo tu Sinza huko. Baada ya hapo ndo nikaenda tena shule, nikasoma secretary, nikaona kazi zenyewe mshahara laki na nusu. Nikaona haiwezekani, wakati niko pale chuo nikaanza safari za kwenda Dubai. Kwa hiyo nikaanza kununua nguo vitu Dubai, nauza na wakopesha watu. And then from there nikatoka pale nilipomaliza shule nikaenda Kariakoo, nikafanya kama miezi 3 Kariakoo. Sikupata eneo uzuri, ilikuwa ni juu gorofani, na Kariakoo gorofani watu wengi wao hawapandi, biashara iko chini. Then nikamove tena kutoka pale nikaenda Kinondoni. Nilipoenda Kinondoni nafikiri ilikuwa ni 2006, nikaanza kwenda China kununua nguo, viatu, mapochi. Kwa nimeuza kwa muda mrefu sana mpaka 2011 12 ndio nilipoamua kumove kwenye wedding dresses. Kwa nilianza kuuza nguo za maharusi. Nikaona kuna opportunity nyingine ya makeup. Kwa hiyo nikamove tena kwenye makeup. Still nauza nguo za harusi na nafanya makeup. Nafanya makeup na nafanya kucha. Kwa hiyo nimemove kwenye urembo kabisa na nguo za harusi tu. Kwa sababu nguo za kawaida zilikuwa zinaniuzi, watu wanakopa sana, unagombana na watu sana. Kwa hiyo nikaona sitaki biashara kukopeshana. I feel tit for tat is better. Nilisaidiwa na familia. Nilikuwa mtaji mdogo tu. Those days ilikuwa ni ticket yenyewe ilikuwa ni kwenda Dubai ilikuwa ni $400. China ilikuwa $700. Kwa hiyo ilikuwa ni it was cheap, so kama sasa hivi. Na mtaji nimeweza kwenda Dubai na $1500. China ni kama $2200 wakati naanza biashara. Lakini biashara ilikuwa nzuri. Mimi nilikuwa nasafiri every 2 months naenda China. Yaani nikija na mzigo nitakopesha, kwa sababu biashara those days ilikuwa nikikopesha. Nikishusha mzigo, mtu anaweza akaja mmoja tu akachukua vitu vya milioni na nusu. Kwa after a month na maana au mwezi na nusu wananilipa. Kwa within 2 months nilikuwa nasafiri, yani kila miezi miwili nasafiri, saa nyingine mwezi na nusu nasafiri. Kwa hiyo ilikuwa nzuri. Kipindi hicho tunazungumza 2006, 2007, 2008. 2009 ndio ikaanza sasa kuwa na watu wengi sana. Kwa hiyo na watu nao wakawa na hela naye na ikaanza kuwa ngumu. Kwa kukopesha ile ika disturb kidogo biashara, lakini nika move kwenye good business. Na nguo za harusi zilikuwa mwanzoni of course, na sio kama sasa hivi tena. Sasa hivi tena zimeshaanza kuwa nyingi. Kwa hiyo in business unatakiwa mwenyewe unafikiria nini cha kufanya. Unafanya ukiona vitu vinakaa, you can move to something else. Kwa kweli kuajiliwa nisingeajiliwa kwa sababu siwezi kuajiliwa. Napenda kufanya kazi zangu mwenyewe. Kwa hiyo sidhani kama ingekuwa hakuna biashara lazima iwepo tu. Ningekuwa tunafanya biashara, nisingeweza kufanya kazi ofisini. Nimeachieve vitu vingi sana. Tangu nimeanza biashara, nimeachieve a lot of things. I have houses, I have viwanja, yani nimeachieve vitu vingi sana. Kwa ni process ya maisha. Mpango wangu baadaye ni kuwa na something big like shule ya makeup, kwa sababu hata sasa nafundisha makeup. Na nilikuwa nimeshaanza nafundisha, lakini sifundishi ile kwamba ni school kabisa, lakini mpaka sasa hizi nimeshaanza kufundisha watu. Kwa mipango baadaye ni kuwa na chuo
especially mambo ya beauty kwa sababu I love beauty. Beauty is everything to me. Kazi na uso elimu yangu secretary. Alafu number 1 mishahara ni midogo. Number 2 kuwa natuma kila saa makaratasi ni ngumu sana. Number 3 mabosi nafikiri wana mambo mengi sana, wana stress zao. Na sidhani kama niko tayari kupokea stress za mtu wakati na mimi nina zangu. Kwa hiyo siwezi kufanya kazi hiyo. Especially kwenye mambo ya beauty, kila siku lazima uwe creative. Kila siku. Na naweza kusema labda unahitaji customer care nzuri kwa watu. Yeah, kwa sababu that's the first thing ambayo inaweza kufanya biashara yako kukua na kupendwa na watu. Ni wewe mwenyewe. I'm trying so hard kuwa na customer service nzuri. Sometimes you meet very difficult clients, but yeah, it's tough. Lakini tunajaribu kunani nao vizuri. Yeah, hamna cha zaidi ya customer service. Then vingine ni wewe mwenyewe sasa create. Ukimwona mtu yukoje, unampa look gani, ukimwona kuna wengine hawapendi makeup, unawajaribu kuwashawishi kwamba okay, upende unataka simple but I can just try this and this and this. Then at the end of the day mtu anapenda. Kama biashara yangu ingekuwa ni mtu, nampenda sana kwa sababu napenda sana biashara yangu. Yeah. Yeah, nina watu kwa sababu mimi ofisi yangu saizi inafanya vitu vingi. It's makeup, kuna mambo ya kucha, kuna nywele, kuna massage, kuna vijana na wasichana wawili na kijana mmoja. Nafikiri kwenye kumfanya kazi auamui, ila unapokutana na mtu alafu anakuonyesha kwamba anaweza na anafanya vizuri na ana good customer care, then ndio huyo mtu unayefanya naye. Because they are good and loyal, kwangu loyal for clients, ndio maana nafanya nao kazi. Weekend yangu waga ni busy, especially Saturday nakuwa ni busy sana. Sunday I have kids, so I take my kids somewhere, wanacheza na marafiki, sometimes natoka na marafiki. Lakini sina busy life ya social life sana kwa sababu ya kazi yangu. Kwa sababu Friday na Saturday ndio maisha mazuri, watu wanataka kuenjoy. Lakini sasa mimi ndio siku ambazo nakuwa busy sana, especially Saturday and Friday. Sababu Fridays wanajiandaa watu kuenjoy. Saturday inakuwa ni weddings na vitu vingine. Kwa hiyo sina sana kusema kwamba ninaenda huku. Sunday nitaenda labda church nitakuwa na watoto basi. Mimi napenda kusafiri. Napenda kusafiri, napenda I love kwenda beaches. Napenda safari, napenda nature. Those are things napenda. Nizungumzia wasichana au nizungumzie mimi kwanza? Nikisema wasichana wanataka kuolewa. Yes, kuolewa ni kuzuri, lakini kuna kuolewa kwa aina nyingi sana. Kuna kuolewa kwa sababu ya kitu fulani. Kuna kuolewa, sasa nategemea mtu anataka kuolewa kwa staili gani. Kama utaolewa kwa mapenzi, nafikiri that ndio itakuwa ndoa yako. Lakini kama utaolewa kwa kitu kikiisha, then hakuna ndoa. Kwa hiyo kama unataka kuolewa kwa ajili unataka sponsor, sasa sponsor labda akusaidie maisha yako, ina maana hiyo sponsor akishindwa, then maisha ya ndoa hayapo. Kwa hiyo kama unataka kuolewa, angalie mapenzi, alafu vitu vingine vinafuata. Amtegemea mwanadamu ni kafiri. Sasa sijui kama mtu anataka kuwa kafiri, kwa sababu nafikiri unatakiwa ujitegemee wewe kwanza. Kama kuna mtu ana uwezo wa kukusaidia, labda kwenye biashara au na familia au na mtu, lakini number 1 usimtegemee mtu yoyote. Unatakiwa ujitegemee wewe ili kuweza kufanya biashara. Ujitegemee wewe, utaomba msaada labda wa biashara. Mungu atakusaidia labda ukifanya biashara zako wewe na biashara. Mambo kwamba nimeolewa mume wangu ndo anisaidie, hayo yameshapitwa, kwa sababu leo uko naye, kesho hayuko na wewe, amekufa, amefanya nini. Kuna vitu vingi vinatokea. Kwa hiyo usifikiri kwamba kuolewa ndo everything, hapana. Tunatakiwa ujue ya kwamba unaolewa, lakini kama kuna kitu kama huna uwezo lakini atakusaidia mume wako ni fine. Lakini ujue kwamba maisha sio mume. Maisha ni Mungu na wewe. Then mume na vitu vingine vinafuata baadaye. Kwa sababu unaweza kuolewa na tajiri, kama una akili, akifa kesho hakuna kitu kitakachobaki. Hata uwe na akuachie bilioni kwenye account, kama kichwani kwako there is nothing, hiyo ile itapotea. Lakini kama tayari mume wako ni billionaire na wewe ukajishughulisha, hata akifa utashtuka kidogo, kwa sababu kuna njia zingine hujui, but at the end of the day you will make it. Kwa hiyo nawashauri kwamba wawe independent. Napenda kuwashauri wasichana kwa kujitegemea, yani wao kama wao. Kwa sababu kama hujajitegemea msichana, wewe kama msichana mtegemee Mungu. Ukishamtegemea Mungu, kila kitu kinawezekana. Mimi nimemove kutoka Dar kuja Arusha.
sina ndugu, sina mtu yoyote, nilikuwa namjua mtu mmoja tu. Lakini kwa msaada wa Mungu nimekuja Arusha na ninafanya kazi na namshukuru Mungu na najua kwamba nitafika mbali. Lakini kujitegemea, yani kwamba mimi najijua kwamba mimi naweza na ninaweza kufanya. Nimekuja kwenye mkoa, mimi ni Mjita, nimekuja kwenye mkoa wa watu wengine, sijai kukaa Arusha. Sina hata yani kusema nimekuja the first time nilikuwa napotea mitaani, lakini sasa hivi najua, nimekuwa na marafiki zangu ni my clients kwa sababu I talk to them well. Kwa hiyo jiamini wewe and you can, unaweza kwenda sehemu yoyote katika dunia ukafanya kitu chochote kile unachokitaka ukijiamini. Lakini ukimtegemea mtu huwezi kufanya chochote. Kwenye maisha usimtegemee mtu, kwenye biashara ukianza usimtegemee kwamba ndugu yangu ana hela sana, usitegemee kwamba sijui namjua fulani atanisaidia. Mtegemee Mungu, atakuletea watu wa aina tofauti kwenye kazi zako. Hicho napenda kuwashauri wasichana. Niko mbali. Hata ukiangalia ofisi yangu tu, niko mbali. Kwa sababu na ofisi pia iko Dar, nauza nguo za harusi, na ofisi tena hapa pia na nguo za harusi. Niko mbali. Kwa siwezi kusema mtaji wangu ni kiasi gani, lakini mtaji wangu ni namshukuru Mungu.